Na ubara ubwela, leo ni Jumamosi azimu kabisa. Jumamosi ya moto kabisa. Weekend ambayo inaanza kwa jasho na damu. Kombe la dunia bado linaendelea kwenye mataifa yale husika ambayo huko yanakofanyika mashindano, lakini ligi ya NBC Premier League imewaka moto Tanzania. Wenzetu ligi zao nyingi zimeshatamatika, lakini sisi bado sasa hivi kivumbi na jasho. Yaani bado moto unawaka. Nani hajajulikana ataenda kuwa bingwa msimu huu. Kila mmoja anamwambia dua mwenzake adondoshe alama yeye aende kuwa bingwa, lakini wahakikishie kwamba Simba Sports msimu huu tujiandae kuinua kwapa. Huu ni muda wetu wa kuinua kwapa. Bila shaka kabisa. Leo tuko pale kwenye uwanja Sheikh Abedi Arusha kwa ajili ya kumkanda Coast Union na kwenda hatua ya finali. Tunajua uwanja ule una kumbukumbu kubwa sana ya mashindano haya ya CRDB ambaye mtani wetu misimu mitatu nyuma pale aliwahi kucheza na Coast Union, na mchezaji wa Coast Union Sop alipiga hat-trick kwa mara ya kwanza toka mashindano yaanzishwe. Hajawahi kutokea mchezaji akapiga hat-trick kwenye finali toka mashindano yale yameanzishwa. Lakini leo kwa mara nyingine Simba Sports yupo kwenye uwanja ule pale anaenda kusaka hatua kubwa, hatua ya finali dhidi ya Coast Union. Huyo ukimtaja Sopo hayupo sasa hivi, yupo kwa wana lambalamba, lakini bado wana kina Bakari Msimu wako pale, kina Mahabadi wako pale, lakini tunawaambia kwamba hii Simba haizuiliki, hii Simba haikamatiki, hii Simba ni tishio. Yoyote atakayekaa mbele yetu lazima atakwenda na maji tu. Mimi sina shaka tunatinga finali leo kibabe mapema sana, lakini baada ya hapo tunamsubiri mtani wetu pale CCM Kirumba Mwanza dhidi ya wana lambalamba. Tunajua wanakutana dhidi ya Ibenge anajifanya na mahaba na nyuma mwiko, lakini tutataka tumuone anafanya nini kwenye huo mchezo, kwa sababu ukiangalia Azam FC wameshikilia roho ya nyuma mwiko kwenye CRDB, lakini kwenye NBC Premier League kama watapoteza michezo yote, maana watani watakuwa wamepoteza makombe yote dhidi ya Azam FC. Kwa hiyo tutaona siku ya kesho Ibenge atamwachia nyuma mwiko aingie kwenye domo la mamba, tukutane naye tena kwenye nyumba nyeupe, ama la au watamfunga ili aende tena kupimana naye uwezo kule New Amani Zanzibar kwa Mzee Mwinyi. Sio ndio kitu tunabaya sisi tunakisubiri, kwa sababu tunajua kabisa kwamba Ibenge yeye ana mazingira ya kifamilia, lakini tunawaambia Azam FC, tunajua misimu miwili iliyopita matokeo yenu mmegawana alama, kila mmoja alichukua alama 3 ndani ya misimu miwili ambayo imepita, lakini msimu huu umeanza kitofauti. Mmeanza na sare kwenye mchezo wa kwanza, lakini naamini kwenye mechi ya pili chochote kinaweza kutokea. Inawezekana mchezo huo ndio kaisababisha Simba Sports wakatangazwa kuwa mabingwa wakiwa wamelala kwenye majanga. Sina shaka kwenye kipande hicho. Niwaombe wana Simba tuendelee kuipambania Simba yetu, lakini pia niwaombe wana Simba wale wote ambao tunampigia kelele Jibril Kasali, golikipa wetu ambaye ana clean sheet 13 mpaka sasa hivi, hatutaki kumpa pressure ya namna hiyo, kwa sababu kimwangalia Jige Jiala ana clean sheet 15, tofauti ni clean sheet 2 tu. Kwa hiyo tunaomba tuendelee kumwombea dua, aendelee kufanya kazi yake uwanjani akiwa na confidence kubwa, kwa sababu kwenye mchezo dhidi ya Pamba Jiji pale KMC, nadhani mchezo ule hakuwa vizuri kabisa kwenye mechi zote ambazo tunajua na mapungufu, ila mchezo ule hakuwa vizuri kwa sababu mashabiki walikuwa wanamshindikiza kwa kelele mbalimbali, na mimi nilikuwepo pale. Niwaombe tu wana Simba, huyu ndio golikipa wetu kwa sasa, tuendelee kumpa moyo, tuendelee kumsupport ili mradi aendelee kufanya vizuri, ili tuone mwisho wa msimu nini kinatokea, kwa sababu tukiendelea kumpa motisha, tunaendelea kumpa vitisho, maana yake hataweza kufanya vizuri kwenye milingoti mitatu. Asipofanya vizuri kwenye milingoti mitatu, hatutoenda kutimiza malengo yetu ambayo tumejiwekea msimu huu ya kwenda kuwa mabingwa. Kwa hiyo tuendelee kumpa confidence, endelee kujiamini na tuendelee kumpa support. Tuache kelele kwamba sijui namna gani, hayo maneno yatazungumzwa baada ya msimu kutamatika. Kwa sasa Jibril Kasali mimi kwangu bado ni golikipa bora, kwa sababu ameingia dirisha dogo lakini ameruhusu goli chache na mpaka sasa ana clean sheet 13. Ukiangalia mtu anapambana naye amecheza michezo mingi toka mwanzo wa msimu na ana clean sheet 15. Na maana na yeye angeanza mwanzo wa msimu, saizi pengine kashamzidi clean sheet hata 10. Haya yote yasingezungumzwa. Kwa hiyo naamini binafsi hakuna mchezaji ambaye hana mapungufu. Mchezo wa mpira lazima ufanye makosa ndipo uende kupoteza. Kwa hiyo naamini tuendelee kumpa moyo, tuendelee kumpa support, ndio golikipa wetu kwa sasa. Hayo mambo mengine yatakuja baada ya msimu kutamatika. Tusiendelee kumtengenezea kumtengenezea kwamba yeye akose kuwa na confidence ya kujiamini kwenye mechi. Tuendelee kumpa kujiamini ili aendelee kufanya kazi yake vizuri. Kwa hiyo niwaambie wana Simba wote mliokuwa pale Air Town pale mkoani Arusha, naamini leo mtaburudika na mtaenjoy. Hamtojutia viingilio vyenu. Mtafurahia Simba kimkanda Coast Union na kitinga hatua ya finali. Atumwache mtu salama msimu huu. Tunaomba dua Azam, tuachieni mtu wetu, tuachieni mwali wetu. Tulomkanda kwenye kombe la Muungano, tumemvua huo ubingwa. Tunataka tumvue ubingwa wa CRDB mgongoni mwake, lakini pia tunatakiwa tumvue ubingwa wa NBC mgongoni mwake, kwa sababu makombe hayo yote ameyachukua kupitia sisi. Na sisi tunataka tumvue hayo makombe yote kupitia sisi wenyewe. Tumeanza kwenye Muungano, tunataka tumvue kwenye CRDB, lakini tumvue pia na NBC. Azam FC tuachieni huyo mwali adumbukie finali. Nyie nendeni nikapambane naye huko New Amani Zanzibar, lakini kwenye CRDB tunaomba mtuachie huyo mtu adondoke finali. Tunataka kumuona ile nyumba nyeupe aliingiaje. Tunataka tuonyeshe nyumba nyeusi ama nyumba ya blue au ya kijani. Tunataka msimu atuambie. Tukutane naye mara 5 ili tumkande kwa mara nyingine. Hayo ndio malengo yetu makubwa.